Nimesimama mbele ya watakatifu wako, naomba unitumie sasa kama ambavyo nimekubali kuwa chombo chako. Unalo jambo tena la kusema na kanisa lako, lakini una jambo la kusema na Watanzania, una jambo la kusema na walimwengu, dunia nzima. Unalo jambo la kusema na watu wako Baba. Unataka kusema na Watanzania, unataka kusema kwanza na watu wa Mbarizi na Watanzania, watu wa Mbeya, wa Kenya, wa Namibia, wa Sudani, wa Malawi, wa Msumbiji, wa Zimbabwe, wa Afrika Kusini Baba, paka Misi, Kailo, Kongo, Zaire, Mungu, Sudani, Israeli, Irani, Iraki na nchi zingine zote, na husika kwa ajili ya watu wako. Yako mataifa wanatoa machozi, hawawezi kukusanyika kama tulivyokutanika sasa. Wengine wanaabudia misituni, wengine wanaabudia mapolini, kwenye mapagala, kwenye machaka, kwa sababu amani imetoweka. Tunashukuru sisi Mungu, umetusaidia Tanzania. Tunaiona amani yako, hata tuko mahali hapa Baba, ili tukuabudu liye hai. Naomba tusaidie, tutie nguvu, tuwezeshe. Hatuwezi bila wewe. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, utukufu, heshima na adhabu na virudisha kwako. Maana hayo Bwana utayatenda pia kwa ajili ya nchi hizo. Utarejesha amani. Na ninapohubiri sasa, aliyeumizwa kwa sababu ya hayo, uwe faraja kwake. Ajue kukutegemea Mungu, na hali akijua ni mpitaji hapa sio kwetu. Kisha tengeneze aliyosalia. Kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Haleluya. Biblia inasema, Warumi sura ya 8 na mstari wa 36. Mstari wa 36 nitasoma mpaka wa 39. Biblia inasema hivi: kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Narudia tena, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia kwake yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yaliyokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Bwana sifiwe. Huyu ni Mtume Paulo, anaandika waraka huko Warumi. Na wakati anaandika Paulo, wakati amepitia mambo mengi yaliyomzonga. Kumbuka siku moja wamefungwa gerezani, akiwa yeye Paulo pamoja na Sila. Walifungwa gerezani kwa sababu ya Injili. Kwa hiyo, na wakati mwingine wamechapwa fimbo nyingi kwa ajili ya Kristo Yesu.
yaani viboko 40 kasoro moja. Na viboko walivyokuwa kitandikwa vilikuwa sio vya mchezo, vilikuwa ni viboko ambavyo kule mbele vinakuwa na nani tatu hivi, vinakwenda, unasema pacha tatu, zinakwenda na pacha tatu mbele, halafu vinakuwa na kama ndoana mbele huku na kama miba. Wanaposema fimbo moja anachapa cha limehesabika moja, 40 kasoro moja. Wakati mwingine amechapwa akiwa amevuliwa nguo. Watoto wanyamaze tafadhali. Anachapwa akiwa amevuliwa nguo, hana nguo, viboko vinamramba. Halafu wakati mwingine anatembezwa sokoni, yupo uchi, hana mavazi, lakini bado anasema Yesu ni Bwana. Na ujumbe wetu leo, kumtumaini Mungu ni kuinuliwa. Narudia, kumtumaini Mungu ni kuinuliwa. Haleluya. Mtume Paulo anasema kama ilivyoandikwa. Iliandikwa anakonukuu kama iliyoandikwa kwenye Zaburi ya 44:22, imeandikwa kwenye Wakorintho wa pili 4:11, imeandikwa kama ilivyoandikwa, kwa ajili yako Yesu tunauawa, tunateswa, mchana kutwa tunahesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Kwa ajili yako, kama kondoo wa kuchinjwa, kutwa. Ukipita huku utasikia hili, ukipita kule utasikia lile, ukipita pale utasikia lile, lakini kutwa nzima yanayotuijia yanatuumiza. Tukiwaza tutoke kwenye njia yako, tunaliona kaburi. Na sisi sasa tumeshagundua, kwa kuwa tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini pamoja na hayo yote, sisi ni zaidi ya washindi. Manake hatutarudi nyuma, tutamtazama Yesu. Maana tunajua ipo faida katika kumtumaini Mungu, na yapo matokeo makubwa. Mpaka tunapofika kwenye yale matokeo makubwa, hapa katikati lazima tusuguliwe, lazima tupite kwenye magumu, lazima tuumizwe. Mengine yanayotukabili ni alimanusu la kupoteza uhai wetu, lakini bado sisi tumejiona ni washindi na zaidi ya washindi. Walioko katika dunia hii wanategemea kushinda kwa kutumia elimu za dunia, kwa kutumia nguvu za kimwili, kwa kutumia uwezo wa kifedha. Lakini sisi tunashinda na zaidi ya kushinda katika wewe Kristo unayetupa nguvu. Na ndiye anasema hilo tumelielewa, na hapo mtu hatupoi, hatubandui hapo. Hata iweje, tutabaki tumesimama kwenye njia kuu, nayo ni njia ya Kristo Yesu. Maana tunajua hakika katika uvumilivu wa mapito yetu, katika uvumilivu wa majaribu yetu, mbele
kuna matokeo ya Mungu kutuinua. Mbele kuna matokeo ya Mungu kutubariki. Mbele kuna matokeo ya Mungu kutusogeza mbele zaidi, ili usibaki pale ulipo. Ndipo Mtume Paulo anasema, kwa kuwa sisi ni washindi, hatutaogopa chochote, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti haitatutenga wala kututoa kwa Yesu, wala uzima hautatutoa, wala malaika. Kuna watu wanasema malaika amenitokea, ameniambia nipumzike kidogo wokovu. Wala malaika hatutoi. Tunajua ni malaika feki, maana malaika hatuhubiri wala hatufundishi tutoke kwenye njia ya Kristo. Na ndiyo maana anasema wala malaika hatatutoa kwenye tumaini hili la Kristo Yesu. Anasema wala wenye mamlaka hawatutoi, wala wenye mamlaka yaliyopo, yaliyopita, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo wote hawatatutoa kwenye tumaini hili la Kristo. Wala kiumbe chochote hakitaweza kututenga na upendo ulio katika Kristo Bwana wetu Mwokozi. Vipo vitu vingi vinavyodhaniwa ama kudhania vinaweza kututoa kwenye upendo wa Kristo. Sisi tunasema washindi na zaidi ya washindi, na tunashinda katika Bwana anayetupa nguvu. Na ili kufikia ushindi, maana yake pana mapambano. Ili kufikia baraka, pana mapambano. Ili kufikia uzima wa 100%, hapa katikati pana mapambano. Hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kuvuka kama tumaini letu hatutalichenga kwa Kristo Yesu. Lakini tutashinda kama tumaini letu tutaliweka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya! Hatuna mashaka na Mungu, hatuna hofu na Mungu. Wakati mwingine shetani huwa anakuja na tisha. Shetani anasema haufiki popote. Wakati unakuwa kwenye jaribu zito, wakati mwingine unauma sana, maumivu yamekuzidia, shetani anakuja na kunong'oneza. Umetumaini ya kutosha, umefika mahali sasa kaburi linakuita. Acha wokovu, nenda kwa waganga wa kienyeji. Na wewe useme moyoni, tumaini langu imeliweka kwa Yesu, na sioni mwingine yoyote wakimtumaini tena. Wakati mwingine shetani anakuja na kunong'oneza. Shetani hajawahi tokea physical, yani wazi kama hivi, akasema mimi ndio naitwa Shetani, kwa hiyo naomba unisikilize. Tena nakuamrisha, nataka unisikilize, mimi ndio Mungu wa pili. Umewahi kumwona Yesu? Sijawahi kumwona. Mimi Yesu nimemwona ana kwako. Nilikutana naye kule mlimani, halafu nikampa majaribu matatu, akanijaribu kunishinda, lakini nimekuja kwako sasa. Wewe hujawahi kumwona Yesu. Hii tatizo napambana nalo, hautavuka. Halafu anakuambia, vijana wale wanasema hautoboi, manake hauvuki ng'ambo ya pili, hautavuka ukuta huo, utakufa. Na wewe ndani jiseme hajana kwamba hayo maneno anasema kwenye akili yako, moyoni mwako useme, mimi ni mshindi na zaidi ya washindi, siogopi chochote. Namjua yeye aliyeniokoa, alikonitoa ni mbali mno. Kama sio yeye, mimi ningekufa. Kama
sio yeye, ningepotea